Siri kubwa ambayo YouTubers wengi hawaijui ni hii, kwamba video ya kwanza haihitaji kamera ya mamilioni. Leo nitakuonyesha vifaa halisi unavyohitaji kuanza YouTube channel mwaka huu 2026, kuanzia budget ya sifuri ambapo unatumia kile ulichonacho mkononi mwako sasa hivi hadi budget ya kitajiri kwa wale ambao wanataka ubora wa juu kabisa tangu siku ya kwanza. Hakikisha unatazama video hii mwanzo mpaka mwisho ili ujue ni kifaa gani ambacho ni muhimu kwako kuliko hata kamera yenyewe. Karibu tena kwenye channel hii, inaitwa Director Sam na hii ni Sam Online Skills. Karibu uweze kujifunza namna gani ya kuweza kuanzisha na kukuza channel yako ya YouTube. Kama hujasubscribe kwenye channel hii, basi gusa alama ya subscribe kisha gusa alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa pale tunapoposti video zetu. Lakini kumbuka pia kulike na kushare video hii kwa wengine ili nao waweze kujifunza. Tuanze kwa kuangalia vifaa ambavyo unahitaji kuwa navyo wewe ambaye bajeti yako ni sifuri, yani huna hata shilingi 100 ambayo unataka kuinvest huku. Kama huna pesa kabisa, usiwe na wasiwasi. Hapa ndipo YouTubers wanapoanzia na mimi ndipo nilipoanzia. Kwanza, kwenye upande wa kamera, unaweza kutumia kamera ya simu yako ya mkononi, yani smartphone. Smartphone nyingi kwa sasa zina kamera nzuri. Kwa mfano simu kama Samsung, simu kama Google Pixel zina kamera nzuri. Lakini mimi nakumbuka wakati naanza nilianza kwa kutumia Tecno Spark 8C. Ile nayo nilitumia ikiwa na kamera nzuri, iliweza kunisaidia sana. Lakini kitu cha pili ni upande wa sauti. Upande wa sauti bwana, watu wengi wao wanafikiri kwamba labda lazima uwe na microphone kali ya gharama. Hapana. Hii sauti unaweza kutumia microphone ya simu tu, yani simu yako yenyewe tu ukaweza kurekodi sauti iliyotulia. Cha msingi tu kwenye mazingira tulivu ili usiweze kupata yale makelele. Lakini kitu cha tatu ni upande wa mwanga. Upande wa mwanga, kama simu yako kama unatumia vifaa ambavyo uko navyo mkononi au hutaki kutumia gharama, basi kaa sehemu ambayo ina mwanga mzuri. Kwa mfano kama ni nje au kama ni ndani, basi fungua madirisha kama ni wakati wa mchana ili mtu aweze kuona video yako iweze kuonekana vizuri, kusiwe na giza. Lakini kitu cha tatu, kama sio cha nne, kitu cha nne ni tripod. Sawa? Kama unataka kutumia pesa, basi utatumia tripod. Lakini kwa wewe ambaye hauhitaji kutumia pesa kwa wakati huo, basi unaweza ukaegesha simu yako sehemu labda ukutani wakati unajirekodi. Lakini pia unaweza ukaegesha kwenye vitabu, yani umerundika vitabu mezani, then unaiweka vizuri na seti vizuri, unaweza kurekodi video yako vizuri tena kwa utulivu sana. Ila kama una mtu mwingine ambao uko naye ndani, basi anaweza akawa na kurekodi yana kuchukua video, basi wewe unaendelea kufundisha ama kufanya kile ambacho umekifanya kwenye content yako. Okay, hiyo ni kwa upande wa kama unaanza kwa budget ya sifuri, yani hautumii gharama yoyote. Sasa kama unataka kutumia budget ndogo, labda uwekeze shilingi 300 kwenye upande huo wa YouTube channel yako, basi kiasi hicho ni kidogo lakini ni kikubwa pia kwa namna ambavyo utaweza kukitumia. Upande wa sauti utaweza kununua microphone ya bei ya kawaida tu. Ununua microphone kama hii hapa ambayo naitumia mimi natumia microphone hii hapa. Lakini ukifanikiwa kupata brand ambayo ni K53 itakuwa ni nzuri zaidi ya design hii. Sawa, lakini unaweza ukachagua ni kwamba ni ya njia gani, kama unatumia njia ya type C, kama unatumia njia ya iPhone ama hii nyingine. Lakini kwa mimi nimechukua hii hapa. Hii naweza nikaweka kwenye port yoyote, yani naweza nikatumia kwenye type C, naweza nikatumia kwenye iPhone na kwenye hizo port ndogo. Hiyo ni kwa upande wa sauti. Lakini kwa upande wa mwanga, unaweza kununua light ya bei ndogo, yani ile light ya bei ndogo nafikiri 90, kuna 90 na bei tofauti. Ila unaweza kaangalia ni sehemu gani ambayo unaweza kupata vitu hivi kwa bei rahisi. Lakini kitu kingine ni upande wa mwanga tumeshaangalia. Upande wa kamera unaweza kutumia simu pia, lakini kama unaweza kununua kamera ambayo ni ya bei ndogo unaweza kununua. Lakini kwenye upande wa budget kubwa, sasa kama unataka kutumia budget kubwa kwa maana ya kutumia kati ya 1.5 milioni na kuendelea, basi hapa utakuwa umepata video ambazo ni za ubora zaidi. Na kamera unaweza kununua kamera yako nzuri kama Canon, kama Sony, sawa. Lakini upande wa sauti ununua microphone ambayo ni kubwa, microphone ambayo is wireless au microphone za wire, basi unaweza kutumia. Na upande wa mwanga unaweza kutumia softbox lights.
hizi ni za kitaalamu, mfano Godox. Hizi ni za kitaalamu ambazo unaweza ukatumia, lakini kitu kingine hapa uwe na PC, yani kompyuta mpakato ile, iwe na nguvu kwa ajili ya kuedit video either za 4K kama unataka kuchukua 4K na kadhalika. Sawa. Kwa hiyo hii ni kitu cha muhimu. Kwa hiyo kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii nadhani umeweza kujifunza na umeweza kuona kwamba wewe ni level gani ambayo unaihitaji. Mpaka wakati ambapo narekodi video hii, kitu nilichokinunua kwa ajili ya YouTube ni microphone tu. Vitu vingine natumia simu, kama simu nilionayo. Kwa upande wa mwanga, kama unavyoweza kuona, mimi tutorials zangu nyingi ni za kurekodi screen. Kwa hiyo nakuwa sina uhitaji zaidi wa kamera, kwa sababu nafundisha kwa kuonyesha kile ninachokifanya. Tukutane muda na wakati mwingine katika video ijayo, ambapo tutaangalia ni kitu gani ambacho kitafaa kufuata. Uwe na wakati mwema. Naitwa Director Sam. Bye bye. Director Sam. Yeah. Uko studio, una build a new design. From China to the world, una make it shine. Kutengeneza app na website, cheza tu bila code. Some online skills ndo the surest road. Kukuza channel yako, anza sasa on the go. Na Director Sam tabaki tu Kutengeneza app na website, cheza tu bila code. Some online skills ndo the surest road.